familia yataleta shida kwenye taifa, maana yake hapa kuna Watanzania ambao hatuwatendei haki. Lakini maandamano yanapotokea ya uvunjifu wa amani, madhara yake kuja kuyarekebisha ni makubwa sana. Hivyo ni waombe sana na waandishi wa habari, ujumbe huu ufike kwamba tunahitaji Tanzania yenye utulivu, Tanzania yenye moja, yenye upendo, yenye mshikamano, ili shughuli ziweze kufanyika. Lakini mara zote nimekuwa nikisema na leo nitarudia tena kwamba wanaohamasisha fujo hata familia zao hazipo hapa, na wapo baadhi ya viongozi, na nyinyi mnafahamu na Watanzania wanajua kwamba familia zao zipo nje ya nchi, watoto wao wanasomeshwa bure nje ya nchi, wanapewa chakula nje ya nchi, na hao wanasiasa waliopo hapa nchini wanalipwa kwa kufanya vurugu ndani ya mataifa yetu ya Afrika. Sasa unajiuliza ni kwa maslahi ya nani? Ni maslahi binafsi, sio maslahi ya nchi yetu. Hivyo tutoe wito kwa Watanzania kwamba wazazi na walezi walinde watoto wao, waelimishe watoto wao. Vijana tujielimishe, tujue nchi inapoharibika hatuna taifa lingine. Kwa hiyo ukiona mtu hayupo nchini, anachochea fujo, anakuhamasisha, maana yake amekudharau, kwa sababu inapotokea changamoto yoyote, yeye hutamuona popote akileta jambo lolote au kutoa msaada wa aina yoyote, lakini watatumia matukio hayo kama mtaji wa kujijenga kisiasa. Ndio maana ninasisitiza kwamba tuandamane kujenga uchumi, tuandamane kutafuta fedha zetu, tuandamane kupenda familia zetu, ili mambo yazidi kuwa mazuri.
Ni washauri vyama vingine wenzangu watumie lugha za staha, kikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinaongoza kwa kutukana matusi katika majukwaa ya kisiasa. Sasa wanaandaa taifa la vijana ambao watakuja kuwa hawana maadili. Lakini jambo lingine ninalopenda kulisema, CCM ikiandaa kiongozi akitoka kwa umma, anakuwa ni kiongozi anayeeleweka, ana heshima, anajua nini aseme, nini asiseme, nini afanye, nini asifanye, na watu wanakuwa tayari kuweza kumsikiliza, tofauti na vyama vingine. Ndio maana wanaposimama viongozi wa Chama cha Mapinduzi waliopitia kwenye maadili mazuri, malezi mazuri ndani ya chama hiki, wakitoa hata speech, unasema kuna kiongozi amesimama. Sasa wenzetu wakiona mtu ni mnene, wanasema tumpe ubunge, huyu mnene atatosha kwenye kiti cha bunge. Wakiona mrefu, wanasema tumpe udiwani, atatosha udiwani. Au wakiona mfupi sana, wanasema huyu tumpe hata ujumbe wa serikali za mtaa. Sasa hicho ni chama au ni kikundi? Chama lazima kiandae viongozi, na hiyo kazi Chama cha Mapinduzi kinafanya na kitaendelea kufanya. Ndio maana hata mimi nikizungumza hapa mnasema kiongozi amefanya, amesema. Kwa nini? Moja, amepita kwenye tanuru la umoja wa vijana, tumeanzia kwenye kata kule, tumeenda kwenye matawi, tumetoka pale tumeenda vyuo vikuu, nimekuwa waziri mkuu pale wa chuo kikuu cha Iringa, nimetoka pale nimekuwa katibu mkuu wa vyuo vyote Tanzania kwa maana ya TAHLISO, nimetoka pale nimegombea udiwani, nikashinda kura za maoni, uchaguzi mkuu sikushinda, nimetoka hapo nimekuwa kiongozi wa CCM wa mkoa, nimemaliza, nimeenda kukimbiza mwenge wa uhuru kitaifa, nimefanya kazi miezi 7 usiku na mchana, tumemaliza, nimekuwa mkuu wa wilaya ya Arusha, nimeenda kuwa mkuu wa wilaya ya Iramba kule Singida, nimetoka nimekuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa CCM taifa, nimerudishwa tena kuwa mkuu wa wilaya ya Urambo, nimekuwa mkuu wa wilaya kule Songwe, wilaya ya Momba Tunduma, baadaye nimetoka nimekuwa mkuu wa mkoa Simiyu. Nimekaa Simiyu mwaka na miezi kadhaa, nimekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Nimetoka Arusha nimekuwa mwenezi wa chama hiki. Sasa ukinisimamisha mimi na Bwana Heche, hata kwa experience kweli, yani unaweza ukachambua kitu gani? Yeye mwenyewe anajua, ndio maana hata kwenye mdahalo hataki. Juzi ameulizwa, bwana mdahalo vipi? Anatoka nje ya kii. Sasa mi bado namhitaji, mwambie namhitaji, tukae tuzungumze ili tujenge hoja ambazo zitakuwa na maslahi mapana kwa taifa. Kwa hiyo chama hiki kinaandaa viongozi, wenzetu wanaopoteza viongozi. Na kuleta ushahidi, msije mkashangaa, 2015 tuliwaazima mzee Lowassa, mnakumbuka. Kwa hiyo hata 2030 msije mkashangaa tukawaazima tena mtu mwingine kule. Hawana watu wa kukompiti na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo chama hiki kitaendelea kulea vyama hivi vingine kuhakikisha kwamba tunajenga taifa imara lenye upendo, umoja na mshikamano. Lakini juzi wakati ndugu Heche, rafiki yangu niseme kaka yangu anazungumza, ndugu Heche makamu mwenyekiti wa Chadema, alisema kwamba chama pekee ni Chadema. Lakini mimi napenda tu kumwambia kwamba CCM ina mfumo imara wa uongozi kama nilivyofafanua. Tumeanzia chini, shina, tumeenda tawi, tumeenda kata, tumeenda wilaya, tumeenda mkoa, tumeenda taifa. Ni chama taasisi. Chadema sio chama taasisi. Chadema ni kikundi tu cha watu 4. Ndio maana hata kwenye mikutano yao ya siasa mnaona wanabebana wote kama kundi. Wanaenda huko, unamkuta pale Heche, unamkuta katibu mkuu Mnyika, unamkuta yule kijana mdogo huyu wakili sio anaitwa nani, jina lake simfahamu vizuri, unamkuta yule dada yule anaitwa nini, fedha za zamani zinaitwaje hizi nini, sijui Rupia. Yes huyo sio Rupia. Unamkuta Buniani, unamkuta msanii wa muziki Sugu, wako pale wote wanahubiri, wanasema. Sasa sisi tunafanya wenyewe, ni mwenezi peke yake, hajaambatana na yoyote, lakini jasho kule linawatoka. Na hatutumii matusi, tunajenga hoja, tunasema sera, Watanzania wamejaa, na hatufanyi mikutano sokoni kama wao au kwenye kujibanza kwenye uchochoro hapo wanapiga zile picha za kulala hivi, yaani vichwa tu, huoni matumbo wala nini. Sasa hii ni tofauti ya CCM na hivi vyama vingine. Sisi tuna experience ya uongozi na Watanzania wanajua kwamba chama kikubwa ni kipi, wala hatutumii nguvu kusema CCM ni chama kikubwa. Sisi tupo ni baba. Sasa mtoto anapohangaika kukua, naye anasema na mimi siku nitakuwa baba, nitakuwa baba. Okay, ni sawa, lakini bado tunaendelea kuwalea. Kwa hiyo ndugu Heche ajue CCM ni dude kubwa sana, ni chama kikongwe, ni chama ambacho kina historia na Watanzania
huwezi kuongelea maendeleo yoyote ya nchi hii bila kutaja CCM. Ukiona lami yoyote ya Tanzania jua ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Ukiona umeme unawaka popote ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Ukiona vyuo vikuu vimejengwa ni Chama cha Mapinduzi. Tangu uhuru ni sisi ambao tunaongoza nchi hii. Kwa hiyo haya maendeleo yote huwezi kuyasema bila kutaja Chama cha Mapinduzi. Hata uwepo wa Chadema ni kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi, maana ndio tuliruhusu 92 mfumo wa vyama vingi, japo Watanzania wengi walikataa mfumo wa vyama vingi, lakini mwenyekiti wa CCM wa wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akasema twendeni kwenye mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo toka 95 tunawachapa, 2000 tunawachapa, 2005 tunawachapa, na 10 tumewachapa, 15 tumewachapa, 20 tumewachapa, 25 tumewachapa, na 30 tutawachapa, 40 tutawachapa, na wao wanajua kwamba hawa jamaa wana uwezo wa kufanya kazi na ikaleta matokeo. Kwa hiyo hilo nilipenda nimtaarifu ndugu yangu kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama taasisi.